tutandika kunyumya uwira wakakata kubya wayogera bono njagala ne bwaba wali osaga nga wali onimba ekyo nakyo nkimanye oli musawo wange wokunse ekyo kimanye Mukama yamanye byange kati gwe ofuse ekiteesewe naye akonomera kimwe gutyo mukwano
shaka wamefurahisha kidogo. Naona kila mmoja alikuwa anaangalia mtu wake. Mgeregera na furahi. Wanapendeza sana. Kila mmoja na kazi. Kwa hiyo tunaona imefika. Sasa tunakaribisha kikundi cha Kamongo kutoka kidato cha 4. Kama mmejiandaa, tunaomba mtupe mambo kidato. Kwambali ni wanangone na tena ni wanangone tukiupamba uwanja. Hebu tazama nazo nyuso zao. Kwambali ni wanangone na tena ni wanangone tukiupamba uwanja. Kwambali ni wanangone na tena ni wanangone tukiupamba uwanja. Hebu tazama nazo nyuso zao. Kwambali ni wanangone na tena ni wanangone tukiupamba uwanja. Uwanjani tumefika, wenzetu kuwageni. Wizara imeamua yatupasa kuondoka. Eti nini? Yatupasa kuondoka. Leo twawageni walimu na wanafunzi. Miaka 4 tulikuwa wote, lakini leo twawaga. Eti nini? Lakini leo twawaga. 003 tulipoingia hapa, walimu mlitupokea kwa amani na upendo. Hivi leo twaondoka majumbani, twarejea. Eti nini? Majumbani. Shukuru huyo. Baba yetu Lukambuzi ni mkuu wa darasa. Ushauri aliotoa tupate kupata Mashauri magocha huyo. Baba yetu Lugola ni mwalimu wa malezi. Nidhamu ni hali ya juu, si sote kakufundisha. Eti nini? Ndio wetu wasichana, popote tukote hapo hutuita na kutuonya. Eti nini? Hutuita na kutuonya. Tuwaishije Marisia ereza wakoroni kututawala na Nyerere kutukomboa. Eti nini? Biashara Lukambuzi, mahesabu msengi, benkini anakwenda fedha zetu kuzitunza. Eti nini? Tabora tumeishi kwa sababu ya Morume. Eti nini? Kwa sababu ya Morume. Kiswahili twaongea fasiri twaielewa. Mtaaluma wakilisha, mnabwiwa elimisha. Eti nini? Mnabwiwa. magari yaendaje? Ndo kazi kupata. Kanuni atupatia. Eti nini? Yetu yaendaje? Uraia yaeleza. Katiba zote nchini Sebastiani afahamu. Eti nini? Mahesabu twayajua, si mwingine bali soka, naye pia Nestori, vichwa vyao ni kompyuta. Eti nini? Wazazi wetu tunawaomba, somekeni vijana wenu, ubaguzi wacheni, haki zao kwa watu wote. Eti nini? Yeseni, madhara yake ni makubwa. Uchangiaji wa nyembe, ukimwi waambukiza. Eti nini? Ukimwi. Uwezeshaji wa mabisi majumbani mtokomee, shule wapelekwe, ndio ujenzi wa taifa. Chakula bora tumepata, wapishi waliandaa kakana na ebokole, wapishi wakipika. Eti nini? Hapo mwisho tumefika, majumbani tunarudi, maisha mema mtaishi, wanao utawaombea. Eti nini? Ngonjera hii imetungwa na wahitimu Ngoreme sekondari na kuletwa kwenu na AKA Darling pamoja na Lady pamoja na Jeni pamoja na Lady pamoja na JB pamoja na Lady Lava pamoja na Political Girl pamoja na For You pamoja na AKA Bole pamoja na Jose pamoja na Simple Man pamoja na pamoja na
Itakuwa ni pamoja na iniita nyoka hujakosea pamoja na Galaxy Bush pamoja na Mr. Mlevu pamoja na wahitimu wote Ngoreme Sekondari. Kwa pamoja tunasema kwaherini. Naondoka hivyo. Ni wanangojera tunaondoka. Ni wanangojera tunaondoka. Iyo tunaondoka, iyo tunaondoka. Ni wanangojera. Graciana pamoja na wanapata baruti sana, baruti huyo mnene na mkuri hapo na mwanga ona safi. Wapenda
Bwiru na walimu wote twawapenda. Wapendwa form 4, wapendwa tunawaaga. Wapendwa form 4, wapendwa tunawaaga. Chini ya uongozi wake Yusufu, chini ya uongozi wake Yusufu na Saluma na Bwiru na walimu wote twawapenda. Wapendwa form 4, wapendwa tunawaaga. Wapendwa form 4, wapendwa tunawaaga. Chini ya uongozi wake Yusufu, chini ya uongozi wake Yusufu na Saluma na Bwiru na walimu wote twawapenda. Nalia nalia kusali mama, nalia nalia kusali Zulu, nalia nalia kusali mama, nalia nalia kusali Zulu. Tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane. Nalia nalia kusali mama, nalia nalia kusali Zulu, nalia nalia kusali mama, nalia nalia kusali Zulu. Tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane. Nalia nalia kusali mama, nalia nalia kusali Zulu, nalia nalia kusali mama, nalia nalia kusali Zulu. Tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane. Nalia nalia kusali mama, nalia nalia kusali Zulu, nalia nalia kusali mama, nalia nalia kusali Zulu. Tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane, tuombe, tuombeane. Situ
ngoma huyo alitoka taona ngoma Amuri
Wageni wetu salamu, pokea zetu salamu. Kwetu sisi bambam, kwenu ninyi moto moto. Wahitimu kwa elimu, twaga kwa majonzi. Karibu wageni wetu, mfike kwetu nyumbani. Na wote wenyeji wetu, jumuika kwa amani. Tuungane na wenzetu kwa furaha na amani. Wahitimu kwa elimu, twaga kwa majonzi. 2003 kidato mliingia, masomo mlikabili, nyuma hamkubakia. Nasi tuliwakubali, kwa nidhamu mtosawia. Wahitimu kwa elimu, twaga kwa majonzi. Masomo mliyajua, vitabu kuvitambua. Walimu mlisifia, kwa upande twatambua. Bambe ajalia, azidi kuwajalia. Wahitimu kwa elimu, twaga kwa majonzi. Kwa mema mliyotenda, mema tunawaombea. Tutazidi kuyatenda, kwa nguvu zake jalia. Kwa imani tutatenda, walimu kuwasikia. Wahitimu kwa elimu, twaga kwa majonzi. Mlienda kuongoza, nyuma mkubakia. Nidhamu mlikoleza, morali wajalia. Twaendeleza koleza, nasi tunawabakia. Wahitimu kwa elimu, twaga kwa majonzi. Nyumbani mkifikia, mtukumbuke sawia. Mola atawajalia, nenda msike
kushauri, nasi tunaobakia kwake tunawaombea, waishi kwa elimu sasa kwa majonzi. Kumbuka wazazi wako katika maisha yako, umpe uhai wako, yeye ni mzazi wako, naye atakuwa kwako katika safari yako, waishi kwa elimu sasa kwa majonzi. Yuko kijana Jeradi, ni kijana Reubeni, mwingine Alfredi, mle Mbai, pia yuko Alfredi, mjera naye Mwandani, waishi kwa elimu sasa kwa majonzi. Wengi wala ulezi na Daisoni Bukau, natoka naye Janesi Samueli Usitahamu, kaingia Josefati na Sadiki wa Makuu, waishi kwa elimu sasa kwa majonzi. Masiko na Zefania, Neema na Nyawasita, Mwipade Pasikaria, pia naye Tata Mwita, Makoe anaingia, mwingine Tata Kenisa, waishi kwa elimu sasa kwa majonzi. Eliasi, Jessica binti Wambasa, na yuko pia Tomasi, naye mwingine Nyaisa, anaingia Hamisi, yule aitwa Magesa, waishi kwa elimu sasa kwa majonzi. Kitende naye Mzuni, Wambura naye Matori, Mgaya na yule Teni, huyo aitwa Magodi, Mande naye Mbaini, Joji naye ni Hagari, waishi kwa elimu sasa kwa majonzi. Wanazaidi watata, Petro na Kitabu, Benedetta Kadisita, William hana neno, kila Fredi na Pita, yuko kwenye mapambano, waishi kwa elimu sasa kwa majonzi. Ingia, wenzio tumeingia, majina kuwatajia, wageni wanawajua, wahitimu kutimia, majina kuwatajia, wahitimu kwa elimu sasa kwa majonzi. Wote tunawatakia kila la heri jamani, wahitimu kaonea fanaka ya maisha, Mungu wanjokea muwe wote furaha, wahitimu kwa elimu sasa kwa majonzi. Tuishinde mitihani na mbele muendelee, na kazi za ofisini wengine wajipatie, wengine ni mashambani na jembe msikilie, wahitimu kwa elimu sasa kwa majonzi. Nisiani kumaliza, njooni basi mpate kujituliza, tudhanie ni kafuku, nasi tunawapongeza vijijini kwa shauku, wahitimu kwa elimu sasa kwa majonzi. Mjini Kasua yetu tumeyamaliza, yote mliyosikia muweze kuyatimiza, mwenye sikio sikia muweze kuyatimiza, wahitimu kwa elimu sasa kwa majonzi. Mjini Kasua yetu tumeyamaliza, yote mliyosikia muweze kuyatimiza, mwenye sikio sikia
endelea. Zungumza kwa ishara. Chakubana! Chakubana, leta fimbo yangu moja hapo. Haya, nenda. Wenza wengine wanacheza karata huko. Bana! No! Yangu nilikuwa nayo hapa, sio umeweka wapi? Nenda. Tuwachonge sana. Hii ni shilingi 5,000. Ndio baba. Sasa utakapokwenda kule Ndio baba. ni kwamba utaleta soda moja ya shilingi 3,500. Ndio baba. Halafu ulete gazeti zuri nalo lipenda kama vile yani usingizi wa pono. Sasa ni kwamba pale ulete gazeti zuri. Mimi unisojua mimi mpenda kusoma magazeti. Yaani leo baba anapenda magazeti. Sasa nataka uniletee gazeti moja pale. Sasa chukua hiyo shilingi 3,500 ununue soda, alafu shilingi 100 ununue gazeti, alafu nyingine itakayobakia ununue nani soda na maandazi. Haya, chukua. Potea, sasa bwana unachelewa hapa wewe. Ndio baba, naenda. Soda. Nenda soda unaleta. Sasa unajua mimi mzee wa unataka nini? Mimi tunawaambia mimi siwezi nikawalika nyie. Nyie ni mabubu, mimi siwataki, toka. Nataka nini? Hii mshiko mimi sitaki, toka. Toka. Amenituma soda nyeusi. Nini anakuwa na damu kede. Soda hii. Lakini baba anapenda soda hizi nyeusi hizi. Kwa hiyo nimpelekee kwani. Sawa, na nini Na kingine? mandazi amenituma kama manne hivi. Ya blue. Mekundu. 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 Ndio mekundu. Sasa kuelekea kwenye mfuko humo. Umumu. Ndio. Haya, mpelekee. Karibu tena. Sawa. Bana. Masikio. Namba baba. Wewe macho kubana. Namba baba. Bana. Namba baba. Huyu sasa ameenda wapi huyu? Namba baba. Namba baba. Baba. Nimeta soda. Umeleta ile soda yangu leo kutuma? Ile nyeusi kila mbona sawa inaongeza manyinga ile. Hii nzuri sana. Aisa umeleta soda nzuri kwa kweli. Baba na kitabu kibu. Aisa hiki ni cha miogo hiki. Najua sisi wazee kwa miogo. Mandazi. Leta na mandazi hapa bwana. Hapo gazeti nimepata zuri. Lakini baba leo nakuambia leo tutasoma hii gazeti hiyo hapo. Umechagua gazeti nzuri? Gusa Unate. Gusa Unate. Gusa Unate. Hivi unakuambia gazeti yani ambayo alisoma. Yaani mpaka sijui yale sijui. Mpaka tutachanganyikiwa. Wewe simalizie. Ngoja tuone sasa. Sasa machenji imeisha basi. Nadhani chukua andazi moja. Lakini na mimi hapa nimeona jiandaa. Baba siku ananipenda. Chukua andazi moja hapo. Kubwa lile. Kubwa, chagua kubwa. Ila mimi nibakizie matatu. Tunajua mimi mzee wa mauti poti bwana. Ndio baba. Ndio. Sasa hili gazeti wamekuuzia shilingi ngapi? Shilingi 200. Shilingi 200? Ndio. Wamekuwekea na nyongeza bwana. Na nyongeza. Naona na gazeti lingine lipo hapa. Gusa Unate. Sasa hili gazeti bwana. Sasa nadhani tafurahia. Sasa unakula kidogo hilo andazi.
na mimi nikiwa najiandaa hapa kusoma. Nadhani hili gazeti litanitoa chicha. Anasema gazeti ya Gusaudate, mnasikia je? Hii gazeti bwana. Anasema leo maua 38 aina ya mti wa ngoleme yasherekea miaka 4 baada ya kutoka hali yake ya awali kwenda kwenye hatua za umatunda. Sasa nyuki, sisimizi, vipepeo nao washerekea siku hiyo. Unaona bwana mtoto ulivyo ni vizuri, inaonekana hapa sasa inaonekana kwamba ni Alhamisi leo. La Alhamisi, yani Gusaudate, gazeti hili safi kabisa. Alafu nyingine inayofuatia inasema kwamba nasikia nani? Inasema kwamba nyuki wasimika mizinga katika nchi ya Israeli. Sasa siafu wa nchi ya Hezbollah waanza kumtafuta Osama awasaidia maembe ya maangamizi yajulikanayo kama ukigusa umeteketea. Osama. Kumbe inaonekana Osama yumo humu Tanzania. Nyuki za Osama. Sasa hapa nyuki wanatafuta Osama, afu siafu waanza kutengeneza nani maandaki na kumtafuta Osama wasaidie. Unaona hii bwana, hii habari ya kusikitisha. Yaani habari mbaya. Kama zile enzi zetu za zamani. Sasa watu waangalie. Anasema kwamba tembo mmoja akamatwa na komando sisimizi mmoja na kumkata mtama mkali ambao umemsababishia tembo huyo kupoteza maisha yake. Sasa wanyama wamtaka sisimizi huyo hatari wakiwa na mkuu wao buibui mwenye mtego. Sasa sehemu nyingine inasema nungunungu wa kuwasaidia wapiganaji wanaofahamika kama nyuki dhidi ya siafu wa Korea Kaskazini wanayetaka kuipinga serikali hiyo. Unaona hili gazeti hivyo tamata mtoto nakufagilia sana wewe mtoto. Anajua kuchagua gazeti nzuri bwana. Hadi jasho linatoka bwana. Unaona? Yaani hapa nachemka kabisa. Hapa wewe mzee wa motipoti hapa bwana. Anasema sungura wa Tanzania hawadhibiti vikali simba kutoka Ulaya kutaka kuwekeza zaidi bila kujali masilahi ya wanyama wengine. Unaona hiyo? Unaona? Hiyo ni moto. Sungura. Yaani unajua sungura mjanja bwana. Sasa hivi katika nchi yetu yuko sungura mjanja. Unajua sungura mjanja nani huyo? Na unaweza kujaza mwenyewe kwenye kichwa chako utajua ni nani wewe. Subiri. Anasema simba waweka nchi ya siafu vikwazo vya kiuchumi sababu ya kutengeneza maembe ya nyuklia pamoja na mapapai ya kombola. Unaona hiyo? Yaani gazeti nzuri sana hiyo. Haya, zingine anasema kwamba nyumba ya nyasi, yaani hiyo ni kutoka Dunia wiki hii. Anasema kwamba nyumba ya nyasi na ghorofa zimegongana baada ya madereva wawili wa nyumba hizo kushindwa kupishana kwenye barabara nyeusi na kusababisha sisimizi 60 kupoteza roho zao na wengine 180 kujeruhiwa. Taarifa hizo zatoka katika nchi ya Ugaga Kikoko. Unaona? Haiko nzuri hiyo sana hiyo. Anasema gari aina ya Nissan Patrol, usukani ukiwa ni sufuria, gia likiwa ni mwiko wa ugali, matairi yakiwa ni ndoo na taa zikiwa ni bakuli na viti vikiwa ni maembe, la pinduka ndani ya tumbo la binadamu na kusababisha maini, figo na moyo kujeruhiwa na mapafu kupasuka na kufa pale pale. Mazishi yatafanyika kwa Dr. Busima katika hospitali ya Ilamba kuanzia saa 3 hadi saa 8 mchana. Mnasikia hiyo? Yaani sufuria ndo usukani wa kuendeshea gari. Wewe ujui bwana. Uongee kumwaga soda yangu utakuua wewe. Anasema barabara ya kutoka Ngoreme kwenda Kenyamonta yaibiwa na watu wasiojulikana na kusababisha barabara hiyo kupotea kabisa. Unasikia, na kupotea kabisa. Sasa kwa yote atakayeipata atapewa zawadi nono ambayo ni mapera 3, gari ya mafuta ya mahindi pamoja na tatu mkubwa au wasaga. Yaani atapewa zawadi ya wasaga. Unajua wasaga, yaani yule nyoka naye luka. Sasa unaona hii gazeti nzuri sana. Sijui umechagua wapi, inakufagilia sana mtoto wangu wewe. Inaonekana sisi tunajua leo matofauti. Tukiwa tumekaa stejini yani hapa, tunakaa kama bosi wa kutoka studio. Tunajua bwana. Anasema
Anasema gari la Ngoleme lenye namba za usajili STJS 8470 naamua kutoroka lenyewe bila dereva kwa madai ya kuwa limeitumikia shule hiyo muda mrefu. Nataka pipi. Anasema sasa bila kupata pipi, sasa polisi ambao ni nyuki waanza kulisaka vikali, mihogo ikiwa ni bunduki, mabomu yakiwa ni mapela, na helikopta ikiwa ni baiskeli isiyokuwa na usukani wala tairi. Naona bwana mtoto umechagua gazeti nzuri. Anasema nyingine, uendesha baiskeli akipitia katika barabara ya juu ya nyaya za umeme wa TANESCO akiwa katika spidi kali, baiskeli hiyo yaacha njia hiyo na kupinduka na kufunia lililokuwa limejaa nyuki waliokuwa wamepelekwa katika mnada wa maji moto kwa ajili ya kuwauma watu waliokuwa katika mnada huo. Sasa nyuki hao wafumuka na kuungana na nyuki wengine ili kulisaka gari lililotoroka shule ya Ngoleme. Unaona hiyo taarifa hiyo? Sasa tunaingia sasa michezo. Naona sasa gazeti hili naona limekumbana na michezo hapa. Nasema ambaye kufanya nasemaje? Michezo na kufanya michezo na kufanya nini na nini? Baba sisi kama sisi kabisa. Michezo kufanya nini? Inakusanya timu ya ukimwi. Sasa inasema kwamba yaandaa mashambulizi makali mno dhidi ya timu ya dawa ya kuongeza nguvu za kuishi, ambapo mchezaji namba 1 fanya ngono uone kivumbi cha moto. Ndio. Namba 2 kasa. Namba 3 kifaduro. Ndio. Namba 4 kifafa. Ndio. Namba 5 kuchanganyikiwa. Ndio. Namba 6 upera matakoni. Ndio. Namba 7 kupoteza fahamu. Namba 8 kipindupindu. Ndio. Kichwa kuzidi mwili kama rungu la Masai. Hapo namba 10 ambaye ni mchezaji mahiri sana anasema wasiwasi kama mjusi aliyebanwa na mlango. Namba 11 ambaye ni mfunga goli kabisa, ambaye ni mtanashati kwa kupeleka goli katika lango la la dawa ya kuongeza siku za kuishi ni kifo, ambapo mwenye dawa ya kuongeza siku za kuishi ni golikipa ambaye ni condom, ambapo kifafa ampasia kuchanganyikiwa, kisha kipindupindu kuipindua condom na kukondom kupoteza fahamu na kusababisha binadamu kuaga mashindano hayo ya kombe la dunia. Sasa naomba uondoke, niendelee kunywa soda yangu hapa bwana. Ndio kidogo. Soda hiyo ya kulezewa matipoti, wewe toka, wewe nenda. Tamba. Sawa, hadathi tamu, nenda. Kisha kile kivumbi cha Osama bin Laden usubiri. Unajua wazee wa kukaa mahotelini tunakula kila dakika. Tunajua sisi wazee wa kula bwana. Yaani wapiga magugu wakigusa
wamenata, nikikuta siku ili tamu ni ili andazi ni tamu sana hii. Inaonekana yani sijui imewekewa nini, chapati sijui nini. Sijui ngano sijui nini. Nipitie taarifa bwana. Unajua hii imenifurahisha sana hii taarifa. Mtoto wangu ndio maana namwaminilia sana yani. Yaani mzee wa Kiducho. Ndio mzee wa Kiducho. Anasema Simba wawezesha hapo vikwazo vya kiuchumi. Nyumba na nyasi zimegongana baada ya madereva wawili wa nyumba hii. Inaonekana watoto hawa yani mimi najua kuzaa mtoto mwenye akili. Yaani anachagua gazeti nzuri namna hii. Najua Kikwete mwenyewe huyu, Kikwete huyu. Huyu Nyerere marehemu huyu, yaani hayati huyu. Naona tunajua mwenyewe. Tajiju. Ndio Tajiju. Sio unajua wazee wa kula kila dakika. Sisi unajua wewe. Soda yangu imechukua na miujiza nini? Hebu ngoja nifikishe masikio yangu nisikie vizuri. Inaonekana hapa kuna wachawi. Yaani soda nimegeuka kidogo na nimerudi. Au mimi na madawa nini? Yaani soda imeisha na hivi au chupa hili limepasuka nini? Inaonekana hii chupa hivi nani wamechukua hawa? Sasa kama ni wale mabubu mtawakomesha, subiri. Watarudi tena nitawasikia. Kaniambia. Sasa kwa kuwaweza wewe niwe nasoma gazeti nimeweka hapa. Mtu nije nimuone anakunywa soda yangu hata kipata cha moto. Ndio nijue kama mimi ni mzee. Yaani mimi ni mzee mkali sana. Mimi sitaki matani, sitaki macheko. Yaani mimi na wewe nanunua soda yangu na mandazi wameiba. Sasa hawa inaonekana sasa wamekisiri. Wataniona yaani watakipata cha moto, wewe subiri, wataniona. Sasa ngoja nije niwakamate vizuri. Nasema leo maua 38 ya mti wa Ngoleme asherekea miaka 4 baada ya kutoka katika hali yake ya awali kwenda kwenye hatua za umatunda. Sasa nyuki, sisimizi, vipepeo nao washerekea. Lakini nahisi njaa bwana. Lakini watu sasa mimi yani watanikoma, wewe subiri. Poa niache hii soda yangu hapa kichwani. Tamkamata tu huyo mtu anajifanya kwamba yeye anajua. Tunajua sisi wazee. Wewe subiri. Hapa ni gusa unate. Unajua hii gazeti yani ni moja kwa moja yani limekumbana na na mambo mazuri sana kama jina langu linaloitwa Gusa Unate. Taniona watu hawa.
yani hapa yani watu wa kunywa soda sasa hapa. Naona nimewashinda, hamna mtu aliyekuja hapa. Si unajua mimi nikishaweka hapa mchawi wa zege. Ngoja nianze kunywa sasa. Kama mimi wewe baba mdogo zako wale mabubu wamenifanyia unyama kabisa. Yaani mimi sielewi kwa nini wamefanya hivyo. Umekuaje hivi tena baba? Mimi nimeweka zangu nani soda yangu kama kawaida. Nimo nakunywa. Sasa jamaa wakaja sijui, yani hata sijui amenipiaje. Yaani sijui ameweka madawa. Sasa mimi nashangaa kwa nini wamenywa na iliyokuwa sasa nashangaa nimekunywa na vipi watafuta mabubu baba mdogo mabubu hao? Lazima niwasake unajua mimi pilipili kali isiyofaa kuliwa. Subiri utashuhudia ushindi. Ndio. Siwezi kunibia. Yaani na ile 500 yangu niliyokupa sio 5,000. Yaani naambulia kula andazi moja kabisa ndio nimekula. Alafu soda nimeambulia kunywa nusu. Nyingine nusu imechukuliwa na wengine. Sijui yani wale baba mdogo zako mabubu wale siwapendi sana kabisa. Yani ikiwa kama wale mimi yani mzee wa multipoti kama kitambi kama hiki kilichojaa sijui vitumbua. Yani waniibia kabisa hivi vinauna. Baba inaonekana wewe unawatetea sana eti. Watafute basi baba. Ngoja niwatafute. Umenipa ushauri huo? Watafute. Ngoja niwatafute. Wataniambia. Jifanye wenyewe ndio wanajua ama sisi ndio tulizaliwa zamani. Sio hao ambao wamekuja sasa. Unafunga na kama? Na wataiti kabisa kama vile yani nataka kuua. Baba mdogo watapona leo baba. Lazima niwatafute. Sio amejificha nyuma ya nyumba huko. Hii nyumba hii ngoja niilale nianze. Awamu hapo baba. Inaonekana awamu huu. Mtaa wao ule ambao cheza karata. Kule ambao unafahamu? Yaani kule hapo cheza karata kule. Ule mtaa wa Masongo Mbingo? Kule. Hivi mtaa gani huu? Inaonekana wametoka sasa hivi walikuwa wanachezea hapa. Karata ni hizi. Sio mtoto ameniambia anacheza karata. Yeye anasema ni kijembe. Hii usukani. Hii mapera. Sio kukwepa. Ngoja. Kumbe ndio hawa hapa. Wewe ndio umeniibia soda yangu wewe. Naambia mimi ndio umeniibia vitu vyangu yeye. Mimi sio naleta ujinga. Ninajifanya ni wazee wa maskini hiyo. Utanikomesha. Yaani yeye mnanunua soda yangu yeye mnaiba. Wewe nakufunga miguu, wewe nakufunga mikono. Hapo tuone mtafungua nadi. Kana nyinyi mnajifanya nyinyi ndio yaani nanunua soda yangu nzuri nyinyi mnaiba. Nimeambulia andazi moja nyinyi kumbe nyinyi ndio mnaleta ujinga nyinyi. Wewe unaleta ujinga. Unanisukuma kitambi. Utakiona. Umeshapata baba? Baba watupie tumbo zao huko. Baba, Nimewapata, nimewaadhibu. Baba mdogo namwadhibu kwa hiyo baba? Nimewaadhibu. Mimi ngoja niendelee. Sasa wewe mtoto wangu, inaonekana sasa mchezo unaonekana sasa wa kukaa humu kwenye nani? Kwenye ofisi kuu. Sasa rudisha ganda kwa hiyo mama. Nataka uvirudishe huko. Utakikuta huko. Sasa mimi ngoja niendelee kusoma gazeti humu. Tutakutana huko. Haya. Tembea. Wanasema
Tungoja nimalizie gazeti hili. Gusa unati. Hapo mabubu wanakuambia. Yaani wamekula mandazi yote na soda ile ya baba ya kuongeza damu. Nadhani mbavu zote za meno ziko nje. Yaani baba anacholalamika soda ile mabubu yamekunya hana damu sasa hivi. Kitabu sima katika hospitali ya Iramba kuanzia saa 3 hadi saa 8 mchana. Hii ndio habari kamili. Natoka studio. Na nyie mmekuja na fimbo. Fimbo yangu haipo. Shaba. Kwa mgeni rasmi. Mahafali ya 18 kidato cha 4 tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2009. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu kaimu mkuu wa shule, mwenyekiti wa bodi, wajumbe wote wa bodi, walimu, wafanyakazi wasio walimu, wazazi, wageni waliko, mabibi na mabwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako kwa kuitikia wito huu kwa mgeni rasmi kwa siku ya leo. Tunajua umeacha shughuli zako nyingi na kukubali kujumuika nasi. Hii inaonyesha ni jinsi gani unapotujali na kututhamini. Na tunaomba uendelee na moyo huo punde utakapohitajika hapa Ngoleni. Yaani wavulana 31 na wasichana 7. Ilikuwa mwanzoni kabisa mwa mwaka 2003. Tulipoanza kidato cha kwanza tukiwa wanafunzi 80. Idadi sawa wavulana kwa wasichana. Tulianza kufungwa siku hadi siku kutokana na matatizo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhama, kukosa karo, baadhi ya wanafunzi wasichana kupata mimba na kushindwa mtihani wa kidato cha pili. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kukutaarifu kuwa shule hii imeanza kuhitimisha wanafunzi wa kidato cha 4 mwaka 1989. Na moja kwa moja mwaka uliofuata wanafunzi walichaguliwa kuendelea na masomo ya juu pamoja na kozi mbalimbali kama vile walimu, ganga, kilimo, mifugo, afya na kadhalika. Hivyo kwa muda wa miaka 17 iliyopita matokeo ya kidato cha 4 yalikuwa kama ifuatavyo. Mwaka 1989 wanafunzi waliohitimu walikuwa 58. Wanafunzi waliojiunga na kidato cha 5 walikuwa 13. Mwaka 1990 wanafunzi waliohitimu walikuwa 71. Wanafunzi waliojiunga kidato cha 5 walikuwa 11. Mwaka 1991 wanafunzi waliohitimu walikuwa 53. Wanafunzi waliojiunga kidato cha 5 walikuwa 10. Mwaka 1992 wanafunzi waliohitimu walikuwa 41. Wanafunzi waliojiunga kidato cha 5 walikuwa 6. Mwaka 1995 wavulana waliohitimu wanafunzi waliohitimu walikuwa 46. Waliojiunga na kidato cha 5 walikuwa 6. Mwaka 1994 wanafunzi waliohitimu walikuwa 52. Wanafunzi waliojiunga kidato cha 5 walikuwa 7. Mwaka 1995 wanafunzi waliohitimu walikuwa 45. Waliojiunga kidato cha 5 wawili. Mwaka 1996 wanafunzi waliohitimu walikuwa 51. Wanafunzi waliojiunga kidato cha 5 walikuwa 7. Mwaka 1997 wanafunzi waliohitimu walikuwa 55. Waliojiunga kidato cha 5 walikuwa 8. Mwaka 1998 wanafunzi waliohitimu walikuwa 36. Waliojiunga na kidato cha 5 walikuwa 8. Mwaka 1999 wanafunzi waliohitimu walikuwa 48. Waliojiunga na kidato cha 5 walikuwa 3. Mwaka 1999 wanafunzi waliohitimu walikuwa 48. Waliojiunga na kidato cha 5 walikuwa 5. Mwaka 2000 wanafunzi waliohitimu walikuwa 41. Waliojiunga na kidato cha 5 walikuwa 8. Mwaka 2001 wanafunzi waliohitimu walikuwa 45. Waliojiunga na kidato cha 5 walikuwa 5. Mwaka 2002 wanafunzi waliohitimu walikuwa 35. Waliojiunga kidato cha 5 walikuwa 11. Mwaka 2003 wanafunzi waliohitimu walikuwa 37. Waliojiunga na kidato cha 5 walikuwa 8. Mwaka 2004 wanafunzi waliohitimu walikuwa 36. Waliojiunga kidato cha 5 walikuwa 11.
Mwaka 2005 wanafunzi waliohitimu walikuwa 64 na waliojiunga kidato cha 5 walikuwa 19. Hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu shule ifunguliwe mnamo mwaka 1986 imeendelea kufanya vizuri katika mtihani ya nje na ndani ya shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na shughuli hizo za kitaaluma, shughuli za elimu ya kujitegemea inatiliwa mkazo katika shule yetu. Shule yetu ina eneo la kilimo lipatalo ekari 4.5 ambazo hutumiwa kwa kilimo cha mahindi na kahawa. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, kulingana na agizo lililotamkwa mwaka 2000 kuwa kila mtu mzima au taasisi kupanda miti, na agizo la mwaka huu 2006 liagizalo hivyo hivyo, shule yetu ni miongoni mwa shule zilizokubali na kuyapokea maagizo hayo. Hivyo, mwaka 2003 tulifanikiwa kupanda miti 1310 ya aina mbalimbali, na mwaka huu tuko kwenye harakati hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yote haya, shule yetu pia ina matatizo kadhaa. Baadhi ya matatizo hayo ni kama ifuatavyo. 1. Shule yetu haina majengo ya kutosha na yale yaliyopo ni matakavu na yameanza kubomoka na hayana hadhi kulingana na elimu itolewayo. 2. Shule yetu haina walimu wa kutosha, hususan masomo ya biolojia, Kiswahili, jiografia na masomo ya biashara, yani marketing na commerce. 3. Utoto kwa wanafunzi. Hili ni tatizo sugu kwa shule yetu. Sababu za tatizo ni ukosefu wa ada kwa baadhi ya wanafunzi, kwani wazazi ambao uwezo wao ni mdogo hawawezi kumudu gharama za shule, na baadhi ya wazazi kukataa kuwalipia watoto wao, hususan wanafunzi wa kike. Wasichana kupata mimba pia limekuwa tatizo la kulipiwa mwaka hadi mwaka hapa shuleni kwetu, hivyo kuwafanya wasichana wengi kutohitimu au kutofikia malengo yao. Tatizo hili pia limechangia kuwakatisha tamaa baadhi ya wazazi kutowalipia ada watoto hao, hasa wa jinsia hii. 5. Shule yetu haina tanki la maji ya kunywa, kwani tanki lililopo limebomoka. 6. Upungufu wa vifaa vya maabara. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba kutumia nafasi hii kuwashukuru walimu wote, wafanyakazi wasio walimu pamoja na wanafunzi wanaobaki kwa ushirikiano waliotuonyesha kwetu kwa kipindi tulichokuwa nao hapa shuleni. Tunaomba wanafunzi wanaobaki waige yale yote mazuri tuliyoyafanya katika kipindi chote tulichokuwa hapa shuleni. Pia tunaomba msamaha pale tulipoikosea jamii nzima ya Ngoreme Sekondari. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba uitikie na kukubali kurudi pindi tu itakapohitaji msaada wako, na tunaomba hayo matatizo tuliyoyataja uyafikishe panapohusika ili yaweze kupatiwa ufumbuzi kama kuna uwezekano. Tunatakia safari njema urudipo na uendelee kutukumbuka na usisahau Ngoreme. Ni sisi wanafunzi tunayohitimu kidato cha 4 mwaka 2006 kwa pamoja tunasema asanteni. Kutoka kidato cha 4 au wanaenda kikundi cha shairi kutoka vijana wa kidato cha 4. Wanafasi wimbo mnajiandaa. Wanafasi wimbo mnajiandaa. Samia kijana mreo akiwa miongoni mwao pamoja na chaka mwita. Nitwe na nidhamu, leo ndipo twaga sisi kidato cha 4. Leo ndipo twaga walimu wajapakazi, Ngoma tujivunie, wastahili pongezi, walimu wetu sikia, wote sisi wanafunzi,
wangetitopatia leo ndipo tawaga leo ndipo tawaga walimu wetu hodari na wanatufundisha kwa masomo ni mahiri wanandoa wanavyoshusha walimu wetu jasiri kwa elimu wanatisha leo ndipo tawaga kwanza tukianzia tutufundie rubani hekima natumbia kwa kuongoza makini hatia nafuatilia kwa wazee hapa shuleni leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga maendeleo utapata tukiwa shuleni hapa Yusufu tumempata kila kitu kinajipa elimu tuliyopata tunaona inalipa leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 mwingine ni mnabwiru huyu ndiye mtaalamu mwenye tunamshukuru utushauri kusoma atakapojikusuru matokeo yawe mema leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 yuko mwalimu Lugola ni mwalimu wa malezi naye ndiye wa chakula Mungu hapa iko wazi kila siku tunakuza vitu wanafunzi leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 mwingine ni Rukambuzi huyu ndiye mhasibu mambo yote yako wazi ulizata kujibu ana chapa yake kazi anatimiza wajibu tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 tunaye mwalimu yeye hutoa nasaha yeye anapokuita dua utapata raha ushauri utapata ubakie na furaha leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 mwingine ni Patrice shule alitegemea kedekede kweli sisi mazao tujipatia tunaipata nafasi kwa kweli tunafukia leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 hatupaki njia mwalimu wa Kiswahili tunapenda kukusikia mafunzo yako muhali naomba historia utumwagie kwa kweli leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 yuko hapa Innocenti pia mwalimu Deusi kwa kweli bahati mitihani tutapasi tajitahidi kwa dhati tuitumie nafasi leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 sisa wetu Maritia huyu ndiye matroni mshauri tunawita asaidia shuleni wasichana tunapata ushauri wa makini leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 leo ndipo tawaga sisi kidato cha 4 toka yule aingie
Ni kule maabarani, anafundisha kemia, na hisabati jamani, masomo yanaingia, na kutoa akilini, leo ndiko tawaga, sisi kidato cha 4, leo ndiko tawaga. Mkamitu naye hapa, kazi yake ofisini, barua na zichapa, hata ile mitihani, kazi yake ndiyo supa, pia zote ni makini, leo ndiko tawaga, sisi kidato cha 4, leo ndiko tawaga. Saganani wa misosi, au tunaisagonga, marudie mfuate, uweze ukawatenga, mambo yao katikati, nani huyu anapinda, niye mnaobakia, wasia tunautoa, nidhamu kuzingatia, shuleni mkiingia, masomo kufuatilia, ushindi kujipatia, utawaga, sisi kidato cha 4. na wahitimu Koleme sekondari na kuleta kwenu basalia pamoja kwa pamoja tunasema hao ndio vijana wa kidato cha 4 wanaondoka, wametupa shairi safi sana mpaka watu walikuwa zawadi. Wanashahidi jamani, tuondoka kwamba